Aise baba, ni ngumu sana kutetea taji. Maana kwanza unakuwa na pressure ya kushinda, alafu pressure kutoka kwa washindani. Kwa hiyo ni ngumu kutetea taji kwa namna moja au nyingine. Lakini umefanikiwa hatimaye. Mbio zinamalizika, wewe ndio uko nafasi ya kwanza, ya pili yuko Ethiopia, ya tatu yuko Mtanzania. Kwanza hii imekujengea picha gani kama mshindani? Mimi kama mshindani ni kwamba inawezekana kutetea taji kwa namna moja au nyingine. Kwa hiyo nilikuwa naamini kwamba chochote kinaweza kikatokea. Kwa hiyo kwangu mimi nimeona kwamba nimedhihirisha kwamba ninaweza kusema kwamba kuendelea kutetea taji sio hapa tu, hata sehemu nyingine. Kwa kijana ambaye amekupa pace muda wote wa mbio, naye akaibuka nafasi ya tatu, hii inajenga nini katika taswira ya riadha nchini? Inajenga taswira ya kwamba riadha imekuwa nchini. Vijana wameanza kuwa na morali kwa kutaka mafanikio makubwa kupitia riadha. Kwa hiyo ni mafanikio makubwa kwetu sisi na pamoja na taifa. Kuna kitu mlizungumza kabla ya kuanza mbio, wewe na Gindai? Ndio. Kwamba wewe nitakutumia kama munara kabisa. Sasa baada ya mbio imekuwa furaha kiasi gani kwa ninyi wawili? Binafsi nahisi mimi nimefurahi zaidi kuliko hata yeye. Ndio. Kwa sababu unajua kutoka kwenye swala la yeye kuwa pacemaker na kuwa mshindi wa tatu na kukimbia muda mzuri kwa mara yake ya kwanza kwenye maisha yake, kwa kweli ni mwanzo mzuri ambao unaleta matumaini mapya kwenye maisha yake ya riadha na kwa wengine pia.